pamungani alitego. Mgangandagule pamungani alitego. Mtaalamu, mimi nimeitikia wito bwana. Nimekuita hapa, kuna jambo nataka tulizungumze, lakini nimekuita tu kwa dharura. Leo sio siku yangu ya kazi kabisa. Afu unajua mtaalamu, bora ulivyoniita kwa sababu mwenyewe nilikuwa nakutafuta kisheza. Subiri kwanza, si unajua ugonjwa wangu. Najua kuna mambo mengi sana yanakusumbua. Unajua mtaalamu, mimi mwenyewe nina matatizo. Yaani bora tu ulivyoniita. Kwa sababu yaani mimi sasa hivi silali. Yaani asubuhi mauzauza, jioni mauzauza, mchana yaani mganga, yaani bora tu ulivyoniita ili na mimi unajua matatizo yangu. Kwa sababu we mganga, mama ananitokea sana na baba ananitokea sana. Tatizo ni nini? Na kati tushafanya hii kazi imeshakwisha tayari. Hebu niambie mganga, nimefeli wapi? Wapi nilipofeli mimi? Usiwe na wasiwasi kijana. Haya mambo yote yataisha. Ili mradi amefika kwangu. Sijawahi fanya jambo lolote nikakosea. Ila tu inabidi ufate masharti. Nipange, yani nipange mheshimiwa, nipange. Mimi nitafeli katika mambo yangu, nipange baba. Kijana, inabidi ukamtafute binti ambaye ni bikra. Hajawahi tembea na mwanaume yoyote. Hapo tatizo lako litakuwa limeisha. Hadi kumbe swala ni hilo rafiki yangu. Hilo limeisha. Oya, hilo limeisha mzee. Na kuhakikishia kama hilo ndio suluhisho la tatizo langu. Leo hii mimi nakamilisha hilo jambo. Si unanijua? Si unanijua vizuri? Yaani nimeondoa baba na mama nishinde kubaka tu mwanamke. Yaani mapema tu limeisha hilo mtaalamu. Vijana, naomba mnisikilize kitu kimoja, sawa? Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana? Ndio. Mimi nina jambo nataka mnifanyie. Na mimi tulishafanya kazi nyingi sana. Kweli uongo? Kweli. Sasa nataka mnitafutie binti mmoja Kigoli. Binti gani? Kigoli. Binti Kigoli ambaye hajakutana na mwanaume aina yoyote. Ninamhitaji hapa. Na hapa masayo? Matatu. Mtaletea eneo husika. Sikia bosi. Jambo dogo sana. Tambua ya kwamba mimi na wewe tupo muda mrefu sana katika life hii. Na siwezi kukusaliti kama Yuda alivyomsaliti Yesu. Mimi napenda vijana kama nyinyi. Mmemsikia mwenzenu? Mmemsikia? Ndio. Oya. Masaa matatu. Masaa mangapi? Masaa matatu. Tunaenda leo usiku hapo. Sawa.
mzigo wako utuletee. Vijana, mmefanya kazi nzuri. Mnastahili pongezi. Nahitaji niache kidogo. Oa. Tukumwache boss. Mnasubiri nini? Kamata yule! Sasa sikia mwanangu, sikia ule mkapita hapa. Wewe pita hivi mzungukie hivi na wewe na mimi tunaongezana au sio? Umeelewa? Fast mwanangu. Wewe mpaka poda. Au jamani demo wote kaingia huko ndani? Ni mpaka poda mimi. Alafu huyo demo ameingia hapa ndani. Kaingilia mlango gani? Huyo demo hayupo. Na wakati tumemwona anaingilia njia hii kama anakuja huko ndani. Unajua maajabu Msinibebeshe kesi ambazo mimi siziwezi. Sama baharia. Yaani nyie kama mmekuja kizari bora mkasema. Au kama mnataka vita bora mseme niwatandike muondoke. Oya wewe sikia sasa nakwambia. Sisi tushaona demu anaingia huko ndani. Ila huyo demu kama unamficha, sisi tunaondoka. Ila tukija kugundua kama demu kaingia huko ndani, aisee. Takata kichwa chako. Baridi. Leshi. Natishia amani Hii Tanzania bana. Mimi siko Ethiopia wala Ubelgiji hapa. Msinitishie. Yaani kama ni vita mmekuja kivita mkasema. Sio kuja kunisingizia kesi ambazo hazieleweki. Demu. Huyo demu kaingilia wapi huyo? Huyo demu gani ambaye ajipendi anakuja kwenye geto langu na mimi na ugwadu? Utakuwa kweli kaingia ndani maana mlango ulikuwa wazi. Ngoja nimwangalie. Na kama demu yumo ndani kajichanganya. Haya niambie, kilichokuingiza humo ndani bila taarifa ni kipi? Maana mimi niko ndani humo, tena chumbani kwangu, hadi natoka sijakuona ulivyoingia. Umeingia vipi hapa? Naomba nisaidie kakangu. Kuna watu wananikimbiza nataka kuniua. Naomba nisaidie. Wakina nani hapa? Kuna wakaka watatu wananikimbiza nataka kuniua. Naomba nisaidie. Unajua sijakuelewa. Ongelea huku. Unasemaje? Kuna watu wananikimbiza, naomba nisaidie. Yaani kumbe unaomba msaada. Ndio. Kwa hiyo wale watu walokuja hapa ndio wanataka kuua wewe. Ndio. Haya, umekosea nini? Nitakwambia baadaye. Utaniambia baadaye kweli au? Ndio. Mama unajua hii ni kesi. Sio kaniambia nitakwambia, nitakwambia baadaye, sio watu wanataka kuniua. Kuua ni kesi kubwa. Sawa? Tunaelewana vizuri?
Mimi sitaki baadaye watu waje wanikate shingo. Hapa nilipo sina hata mtoto wa kusingiziwa, sina bibi wala babu. Na mama langu tu limekaa kule, maana alijanisomesha muda wote huo. Nahangaika mimi. Hapa nakaa kwa msela wangu. Sasa wewe uliovaa hivyo, aingia ndani. Wewe. Kama tatizo tena sasa. Watu tumebanwa, tuna ugumu wetu, alafu mwanamke anakuja tu. Bwana nikimbiza, anataka kuniua. Yeye alikuwa anataka kumbaka. Angewapa tu. Mbona ni wenyewe wako fresh tu. Wale jamani wanaonekana ile rasa halina hata ukimwi. Kaka kingine na wasiwasi nako. Halo? Halo. Hapo naongea na Daizo? Ndio unaongea na Daizo. Sijakufahamu, namba ngeni. Utanifahamu tu, usio na haraka. Sema nilikuwa na taarifa moja hapa. Inaweza ikawa nzuri au mbaya kwa upande wako. Ndio. Dada yako amepatikana sehemu moja hapa akiwa amebakwa. Sema bahati mbaya amefariki. Dada yangu mimi? Niuliza mimi maswali mengi sana. Watachonga mpango wao. Balia. Daizo. Yaani wewe uko hapa nje. Mimi nimekaa mule ndani na kusubiria, basi hata nipitishe kama mchango, tuchange tununue kaunga tusonge ugali. Si unajua mchana huu? Oya. Daizo. Mbona kuna shida gani? Mbona uko hivyo? Oya. Daizo. Wadai. Sije kajisahau nikaita Dali. Daizo. Jamaa mbona amesikia ugali tu amekimbia au leo anataka chips leo? Nasubiria zekana leo kutakuwa na mambo mazuri. Hapo jamaa mbona si mwelewe, kuna vitu viwili hapa. Ndio tatizo la kukaa wanaume chumba kimoja. Wiki ya pili mama hajaingizwa demu. Na kuna vingine vinamsumbua. Juzi kala miogo. Daizo. Ulikula miogo? Wewe alijisahau. Sasa kala miogo na shida kwenda hata kununua 2000 pale. Kuna shida ina. Mimi nimejichukulia sheria mkononi. Nimekuja lidemu. Oya Daizo. Daizo kaka. Mbona uko hivyo? Mbona unakuwa na mawazo sana? Shida nini? Fresh mwanangu. Sio kawaida yako. Sio kawaida yako. Niambie una tatizo gani? Mwanangu. Sina kumbuka nilikwambiaga na mdogo wangu wa kike. Ndio, nakumbuka.
Ndio hivyo mwanangu. Kumetokea nini? Yaani tunavyoongea sasa hivi hapa. Nimepigiwa naambiwa mdogo wangu amefariki. Kafariki? Na sio kufariki tu mwanangu. Yaani amebakwa mpaka amekufa. Pole sana rafiki yangu. Pole sana, pole sana. Sasa sister, hapa sitaki kulaza damu. Umekuja hapa na makelele yako kwamba wananikimbiza, wanataka kuniua. Nikakwambia kwa sababu gani? Ukaniambia utaniambia baadaye. Sasa baadaye ndio imeshafika. Hapa ni nyumbani kwetu. Nisije nikasema kwangu nikaonekana shwaini. Sasa hao wanaotaka kukuua wanataka kukuua. Narudia tena kwa mara 3. Wanaotaka kukuua. Wanataka kukuua kwa sababu zipi? Umewakosea nini? Na kwa nini wakuue? Unajua nini kaka? Ndugu yangu. Rudi hapo bwana, unakimbia nini? Sikiliza mwanangu. Mimi kila siku nakwambia, hii tabia yako mimi sihitaji. Ndio maana kila siku mimi napata matatizo. Na nielewa? Yaani mikosi yako, magundo yako yote tunakuja kumalizia, ume anakuja kwangu. Sikiliza mwanangu. Hii tabia sihitaji. Toa takataka yako, ondoka nayo. Sasa ndugu yangu wewe, mimi sihitaji maneno na wewe. Toa takataka yako, ondoka nayo. Sitaki matatizo tena na mtu. Nimeshakwambia nimemaliza. Unajua nini kaka? Wewe tatizo lako unaongea haraka haraka. Na wewe unanijua mimi matatizo yangu. Hebu ongea taratibu basi nikuelewe. Ngoja nikugeuzie sabufa. Zungumzia hapo. Hapa sikuja kufanya masiara mwanangu. Unanielewa? Nimekwambia upumbavu wako nimeuchoka. Unanielewa? Yaani nimeuchoka kabisa. Kila siku mwanamke huyu, mara leo mwanamke. Ndio maana kila siku najiuliza napata matatizo mimi. Kwa nini? Napata matatizo peke yangu. Sikiliza mwanangu, ujinga sihitaji. Toa takataka yako, ondoka nayo. Unajua unazingua wewe naye basi. Mimi sizingui, mimi nakwambia toa takataka yako, ondoka nayo, usichanganye. Basi fresh. Sasa ngoja nikwambie tu, nikupe mkanda mzima. Huyu dem kaja amesema matatizo yake. Kuna majamaa hapa amekuja anamkimbiza, yanataka kumuua. Ndivyo alivyosema. Mimi nilijua anataka kumbaka. Nikasema dada, kama umekimbia huko ndani naweza usionyewe hatujawahi kumshona mtu wiki ya 3. Basi tumsubirie ndugu yangu. Akaniambia hapana, ngoja nikuelezee tatizo la nini watu wanataka kuniua. Ndio nimemweka hapa nikataka kumuuliza. Kabla hajaniambia ukweli wewe umefika. Nimsikilize kwanza bana. Unazengua na wewe naye. Unaniona mimi chizi. Mwenda wazimu. Ni maisha tu ndugu yangu. Kwani ghetto nini? Mimi naweza nikaenda nyumbani nikachukua zizi la ng'ombe nikalala. Au sio? Wewe. Nifuate huko. Kwa mambo unayoyafanya ni vema ungefanya kazi zako na sio kufuatilia mambo yasiyokuhusu. Mimi ninaona mbali kuliko wewe na najua kabisa kinachoendelea. Yule binti ulomfungia nyumbani kwako, naomba umtoe mara moja, vinginevyo yatakukuta
kama yalomkuta yule dada. Nadhani yule binti hajakwambia kitu cha aina yoyote, amekuficha, ila uwe makini. Potea! Sawa, okay, sio. Baridi, baridi. Hapa penyewe pale umeniambia una shida ya kuzungumza na mimi kitu. Nikaona pale ni sehemu mbaya, njoo tuzungumzie hapa pembeni. Hapa panafaa. Haya, niambie kitu hicho unachotaka kuniambia. Vipi kwanza ndugu yangu Daizo, rafiki yangu kipenzi, anaendeleaje? Daizo. Yupo kama anavyokuaga. Rafiki yangu yule namuonea huruma sana kila siku zinavyozidi kusonga mbele. Hivi unajua nini kilichompata? Hajaniambia chochote. Labda wewe uniambie. Ina maana ndugu yangu wewe mtu unakaa naye karibu, unalala naye nyumba moja, au huna taarifa yoyote juu yake kweli? Sasa wewe usichokijua ni kitu kimoja. Mimi na Daizo pale tunavyoishi ni kama paka na panya. Yaani kama watoto waliozaliwa tumbo moja afu tunafatana. Hilo ndio tatizo lilopo pale nyumbani kwetu. Alafu pale kwa Daizo mimi nimekaa tu, maana mimi sina hifadhi. Nyumbani kwa nimekimbia kulala kwenye zizi la ng'ombe. Haya, nitalalaje kwenye zizi la ng'ombe? Si bwana nije huku town huku nidokeze kidogo. Ndio maana nimejishikisha pale. Ila nikipata maokoto, yule mbona chap kidogo tunamkimbia. Kama kuna shida wewe niambie, tunifungukie bwana. Kama nitaki niondoke. Haiseni. Nasikitika bwana kukwambia kwamba matatizo ambayo yamempata Daizo ni makubwa sana. Daizo bwana, kuna matatizo ambayo yamemtokea. Na tatizo ambalo limemtokea mpaka linamfanya kuwa kwenye hali ile, amefiwa na ndugu yake. Dada yake. Na bora angekuwa anaumwa, mimi kinachoniuma zaidi, yule mdogo wake wa kike. Sio kwamba amekufa kwa sababu ya ugonjwa. La hasha. Bali kuna watu kifo chake kimesababishwa na watu wenyewe. Amebakwa na watu ambao wasiojulikana. Inaniumiza hata mimi moyoni sana. Kaka, hebu naomba uishi hapo. Unajua taarifa ya kubakwa inasikitisha, sawa? Mimi najua msiba wa kawaida, hata ndugu yake amekufa kwa ugonjwa. Kabakwa. Sasa Daizo anapataje shida kubwa kama hii? Mimi naishi naye chumba kimoja, anashinda kuniambia. Yaani maana yake mimi ameshaniona mimi jambazi wenzake sasa. Hii tatizo lishakuwa kubwa sana. Hata hapa mimi nafanyaje hapa? Namsaidiaje ndugu yangu huyu? Ndio dada yake sasa amebakwa. Yaani kapata utamu na kafa. Kaenda mbinguni hali mbaya. Hapa sasa hapa napita kila nyumba atangaza msiba. Baba, wewe acha tu nikatangaze msiba nianze kwa mama. Pole baba, jikaze. Wewe niache tu. Si naanza. Ngoja nipite dukani nichukue daftari.
Hii haiwezekani bana hata kidogo bana. Yaani ndio hizo. Hata kama mimi na wewe tuna ugomvi hatupendani, tunapishana huko ndani. Sio kunificha jambo zito kama hilo. Yaani wewe wakunikalia kimya mimi utaki kuniambia kuhusiana na matatizo yanayokukuta wewe. Unaenda unamwambia mshikaji ambaye ulali naye hapa. Anakaa huko. Wewe unakaa na mimi hapa. Au kinywa sumu itakuwaje? Baba, mimi sikufichi bana. Ngoja tu nikwambie ukweli bana. Wewe unajua matatizo yote aliyopata dada yako mimi nayajua. Haya nifiche tena. Hivyo unajua kwa nini nilikaa kimya? Nikaacha kukwambia. Yaani kwa sababu nishakuona kabisa wewe sasa hivi akili yako mwanangu, naona kama nikikwambia matatizo yangu utazidi kuniongezea tu mengine. Umeona? Hadi msiba. Yaani hadi msiba ni kumficha mtu baba. Wewe unazingua. Yaani hisi nikikwambia mambo yangu kwa utazidi kuniongezea matatizo tu bure. Ila anyway, sikiliza nikwambie kitu mwanangu. Ni amepita. Naona. Nishampoteza mdogo wangu. Ndio hivyo. Ujue kuna vitu vingine ni mipango ya Mungu. Naelewa. Lakini vipi kuhusu dada? Vipi kuhusu mdada? Nakuulize wewe. Sababu mimi nilimwambia njoo tuongee, sikumuona tena, hakunitafuta niongee naye. Yaani maana yake hata udada hujazungumza naye? Sijazungumza naye chochote. Unasikia? Hebu yamemkuta dadangu mambo mabaya, sawa? Hebu tujaribu basi kumsaidia hata huyu. Tujue kinachomsibu ni kitu gani. Kwa sababu tunaweza tukaleta tena masiara na yeye tena akatokea mambo mabaya. Japokuwa tumjui. Yaani tu inanipeni kwa sababu ni kitu ambacho kimetokea kwa dada yangu. Umeona? Nimempoteza dada yangu. Hebu tujaribu basi tumsaidie na huyu tumsikilize shida yake ni nini. Ili kama kuna uwezekano kumsaidia tumsaidie mapema. Unaelewa? Sawa. Wewe utamsaidia udada fresh. Lakini mimi hilo swala la dada yako mimi. Eti unasema eti yameshanikuta basi tena. Baba ile aliishi mpaka liishe. Nalivalia njuga. Yaani haya wewe unasema tu. Yaani ingekuwa mimi. Yaani dada yangu anakufa kwa kubakwa. Siwezi kubali wewe. Wewe kaa kizembe tu hapa lakini mimi ile swala nalivalia njuga. Hata mahakamani tutaenda. Basi sawa. Nilikwambia na maongezi na wewe. Sawa? Naomba leo nifungukie uniambie ukweli. Ni kwa nini wale wauni walikuwa wanakukimbiza? Na ni kwa nini wanalengo kukuua? Umewafanyia kitu gani? Hapana kakangu. Wale pale walikuwa wanakimbiza walitaka kunibaka. Yaani wakubaki tu from nowhere yani. Hujawakosea kitu, hujafanya chochote kile wakubaki. Hivyo ina make sense kweli? Ni sawa unachokiongea ni ukweli, lakini nilishuhudia mtu akiuawa. Akiuawa? Kweli hilo swala gumu. Lakini vipi? Alofanya tukio namfahamu? Hapana, siwafahamu. Okay, na aliyefanywaje? Yule namfahamu. Ni mdada ambaye alikuwa anafanya fundi cherehani hapa chini. Cherehani? Yaani sijakuelewa. Umesema alikuwa anafanyaje? Ni fundi cherehani. Vipi kakangu? Sikia. Huyo roho ni dadangu mimi.